Mtu angesema mzee Boro angekuja kusaidia kijiji cha Nano siku moja, hakuna mtu angeamini. Kwao, Boro hakuwa mtu wa maana. Alikuwa yule mzee wa ajabu, anayetembea peke yake, akiongea na mawe na wanyama kana kwamba wanaelewana. Wengine walimcheka, wengine wakamwogopa, lakini hakuna aliyewahi kumkaribia kujua ukweli. Kila asubuhi kabla ya jua kuchomoza, Boro alionekana kando ya mto, akizungumza na maji, akipiga mawe ndani ya maji, na kucheka peke yake. Maji, rafiki yangu, angeongea, leo unaonekana mchovu, labda watu wamekukasirisha tena, sio? Wakazi wa kijiji wangecheka, mchizi yule, wangesema, anaongea na maji. Lakini Boro hakuwa mjinga kabisa, alikuwa na macho yaliyoweza kuona zaidi ya yale wengine waliona. Alijua mto unaongea kwa njia yake, miti inalia kimya kimya, na upepo hubeba siri za dunia. Watoto walimpenda, kwao Boro alikuwa kama rafiki mchawi. Aliwafundisha kucheka, kuimba na kucheza, hata wakati maisha yalikuwa magumu. Lakini wazee walimwona kama mzigo. Boro hana maana, anaishi bure, hawezi kulima, hawezi hata kujenga nyumba sawa. Wazee walisema. Nyumba yake ilijengwa kwa udongo na nyasi pembezoni mwa kijiji karibu na mto. Ndipo alipolala, akaamka na akaota ndoto zake. Siku moja, mama mzee aitwaye Mama Zuri, alikuwa akienda mtoni kubeba maji. Aliteleza na mtungi wake ukaanguka, ukapasuka vipande vipande. Mungu wangu, mtungi wangu wa pekee umevunjika. Watu walicheka, lakini Boro alifika taratibu, akainama na kuangalia vile vipande. Usilie mama, mtungi wako haujavunjika bure, labda umeamua kupumzika. Mama Zuri akamwangalia kwa hasira, akamwambia, unafanya mzaha na taabu yangu. Boro akatabasamu, la, angalia kila kipande bado kinaweza kushika maji. Ukitumia akili vizuri, unaweza kuvitumia tena. Mama Zuri alirudi nyumbani akiwa amekasirika, lakini usiku ule akafikiria maneno ya Boro. Asubuhi alikusanya vipande vya mtungi, akatengeneza viungu vidogo vya maua, akaviuza sokoni, na watu wakavipenda. Alipata hela nyingi kuliko alivyowahi pata sokoni. Tangu siku hiyo, Mama Zuri hakucheka tena kumuita Boro mjinga. Alijua ndani ya kichaa cha Boro kulikuwa na hekima. Baada ya muda, ukame mkali uligonga kijiji cha Nano. Jua lilichoma ardhi kana kwamba lilikuwa na hasira. Mito ikakauka, mashamba yakapauka na watoto wakaanza kulia njaa. Wazee wakaitisha mkutano chini ya mti wa mbuyu. Elda Kenga, mzee mwenye ndevu nyingi, akasema, miungu imetukasirikia, tumeacha kutoa sadaka. Wengine wakasema, tulete kuku basi, tulete mbuzi, tuombe miungu itupatie mvua. Wakatoa sadaka, wakaimba, wakacheza, wakafanya tambiko, lakini jua liliendelea kuchoma na mvua haikunyesha. Siku moja, Boro alionekana ameketi katikati ya mto uliokauka, akiwa anachora mistari kwenye mchanga kwa kijiti. Kijana mmoja aitwaye Juma akamuuliza, unafanya nini hapo we mjinga? Boro akajibu kwa utulivu, naongea na mto, amechoka, ameumia kwa uchafu mwingi. Juma akacheka, akamwambia mto hauna uchungu wowote, lakini Boro akanyoosha mkono wake upande wa takataka zilizojaa huko kando. Nguo chafu, sabuni, takataka za jikoni. Je, ingekuwa wewe, ungeweza kunywa maji haya? Boro aliuliza. Sasa fikiria, mto anajisikiaje? Juma akatulia kimya. Usiku ule, Boro alichukua ngoma yake ndogo. Azunguka kijijini akipiga taratibu. Kesho, akasema kwa sauti kubwa, kesho tusafishe mto wetu. Tusimudhi mema yetu ardhi, kabla ya kumsihi baba yetu anga. Asubuhi wachache walifika, watoto, vijana, wachache, na pia wanawake walianza kuondoa takataka, kuchimba mifereji, na kupanda miti kando kando ya mto. Walicheka wakaimba, mto uishi, maji yarudi, ardhi icheke, mvua itushukie. Sauti zao zilisikika mbali. Baadhi ya wazee walitoka nyumbani kwao kuangalia. Wengine wakacheka, lakini walipoona umoja ule wakaguswa. Siku ya 3 wazee wote wakaamua kushiriki, wakasafisha, wakapanda miti, wakajenga madaraja madogo. Boro akasema kwa upole, mtu anapopumua vizuri, anga husikia. Usiku wa siku ya 7, upepo baridi ulianza kuvuma. Asubuhi yake, mawingu mazito yakajikusanya angani. Ndege wakaruka chini, ardhi ikawa na harufu ya udongo mpya.
Kisha ghafla mvua ikaanza kunyesha, kubwa, safi na ya baraka. Watoto wakacheka, wakapiga kelele, wanawake wakalia kwa furaha. Boro, Boro, uliwaambia ukweli, wakapaza sauti. Boro akainua uso wake juu, mvua ikimnyeshea usoni, akasema, marafiki wangu wa anga wamerudi. Walisema tukitunza dunia itatupa uhai. Tangu siku hiyo, kijiji cha Nano kilibadilika. Watu wakawa na utamaduni wa kutunza mazingira, kufagia mto kila mwezi na kumheshimu mjinga wao Boro. Miezi kadhaa baadaye, mgeni mmoja akaingia kijijini. Alikuwa mrefu, amevaa mavazi ya kifahari na kujiita Bwana Kado, mfanyabiashara kutoka mbali. Aliwaahidi wazee, nikipata nusu ya ardhi yenu, nitawaletea dhahabu. Kijiji kitakuwa tajiri sana. Watu wakashangilia, wazee wakaweka sahihi makubaliano, lakini Boro aliyekuwa kando akasema kwa sauti ya chini, dhahabu ni mzigo mzito sana. Ukibeba bila hekima utakandamizwa nayo. Kampuuza, wakasema, wewe mjinga, tunataka utajiri, si mashauri yako. Siku chache baadaye yule mgeni alitoweka, akichukua pesa zao zote pamoja na ardhi. Walilia, wakapigana, wakajutia upumbavu wao. Eldakenga akaenda kutafuta Boro, macho yamejaa aibu. Boro, tulikucheka tukakubeza, lakini ulikuwa sahihi, akasema kwa unyenyekevu. Boro akatabasamu kwa upole, wazee wangu, akasema, hekima si maneno makubwa, ni macho ya roho, si rahisi kuyaona ukiwa kipofu wa tamaa. Mwaka uliofuata, kijiji cha Nano kilijaa amani, mashamba yakastawi, watoto wakarudi shuleni, na watu wakaishi kwa umoja. Walimheshimu Boro, lakini hakubadilika. Alivaa bado mavazi zisizolingana, bado aliongea tu na miti, bado alicheka tu akiwa peke yake, lakini kila walipomsikia walinyamaza na kusikiliza, kwa sababu walijua kwamba ndani ya sauti ya Boro kulikuwa na sauti ya hekima. Na hivyo ndivyo hadithi ya Boro ikaendelea kusimuliwa kizazi hadi kizazi. Wazee wa Nano walifundisha watoto wao maneno haya. Usimdharau anayekaa kimya, maana anaweza kuwa anasikia zaidi ya unavyoongea. Na pia usimcheke yule mjinga, maana huenda yeye ndiye mwenye akili hata kushinda sisi sote.